yani yule mzungu Mungu amuue huko amwangamize huko juu kwa juu. Na wale wote aliowafanyia hayo Mwenyezi Mungu awajalie wawe wazima. Wawe wazima, yeye ndio achanganyikiwe huko afilie mbali huko. Ana angekuja huku kwetu si ndio ungetuharibia watoto wangu wazuri? Maana mpaka wake za watu na nimesikia mpaka wake za watu. Hivi mtu mke wa mtu kweli umemwona mzungu umechanganyikiwa, kwa nini huyo wako usimgeuze akawa Sharukani? Ukilala naye ukamuona kama ndio huyo mzungu, ukaekti tu kaona jamani. Mama, au Afrika hakuna mapenzi hapo? Kwani wazungu wanayo mapenzi? Wazungu wanayo mapenzi? Na sasa hivi dunia nzima haina mapenzi. Si wazungu si Waswahili, mambo ya mabadiliko, science na teknolojia ndio imekuja imeharibu kila kitu. Kwa hiyo ndio tumekuwa hivyo, tunazungushana tu. Wazungu ni vizunguzungu, Waswahili ni Waswahili Swahili. Imekuwa hivyo. Kwa kweli niseme kwanza niwape pole majirani, lakini pia watoto wangu wazuri, tamaa mbaya. Tamaa mbele mauti nyuma. Daima watu wanasema tamaa mbele mauti nyuma. Lile neno lilikuwa zito, unajua tulikuwa tunaambiwa ukiwa na tamaa mwisho wake hasara kama hiyo. Sasa wametembea na mtu ambaye hawamjui. Mimi najua hakika amewaroga. Kuna uchawi anao anatembea nao. Sisi tunaona wazungu sio wachawi, kuna uchawi wakatembea nao. Haiwezekani mtu akatembea Baltazar. Nimemkumbuka Baltazar. Baltazar wa kizungu. Huyu kampita Baltazar yule Egonga sijui Endonga alikuwa na wangapi yule? Zaidi ya 200 na yeye pia kapitiliza. Huyu sasa nchi zaidi ya moja. So Kenya tu nchi katoka zaidi ya nchi moja. Kumbe huyu katembea nchi nyingi. Sasa cha kushangaza alikuwa anakaa wapi? Kwenye apartment. Sasa kweli hotelini, hoteli gani ambayo inamuona mtu kila siku anaingiza tiki za wanawake, tiki hamjashtaki polisi? Kusema pengine huyu muuaji, pengine huyu muuza madawa, pengine kwa nini hawachukue? Pale ilitakiwa sheria ichukue mkondo wake. Na uko kwenye hizo hoteli hakuna kamera za kujua huyu mzungu kafuata nini. Watu si wanaangalia siku hizi. Pengine hiyo hoteli nayo ikamatwe, lakini pengine walishirikiana naye. Haiwezekani kila hoteli anayokwenda anachukua wanawake anawafanyia hivyo. Watu wa hoteli walikuwa hapa. Wale mapolisi wa nje hawaoni wanawake wakiingia wakitoka. Basi itakuwa wamelipwa pesa. Unasema hapo wenda Afrika tunazingatia sana pesa. Sisi sina kwa tamaa. Unatuambia sisi kwa pesa? Wale jisema arija. Usitudanjire. Tunaipenda pesa franc. Franc tunaipenda sana. Sisi wa Afrika kwa pesa, yani tunaweza hata tukaua mama zetu na baba zetu kwa pesa. Ukuti hapa watu ndio wanaekti, mtu hajafiwa kila siku anaweka status inalilahi wa inailai rajiuna, hana aliyefiwa naye anataka pesa. Watu wampe pole ya pesa. Mtihani sana. Sawa. Anti Kungwi, kwa kumalizia nilitamani kupata mrejeo wako. Umejiandaje na tunajua tunafika kwa mwezi mtukufu, mwezi wa Ramadhani mwaka 2026. Mungu akikubali, tunaelekea huu mwezi. Una lipi la kusema ukiwa kama mama la Kungwi, tunaenda mwezi mtukufu hasa kwa binti zako hawa kike? Maana masharti mojawapo ya Ramadhani anasema kwamba hata kama upo kwenye mahusiano utakiwi kuwa na mpenzi wako ule mwezi mzima, kwanza inabidi ufanye toba kumbuka Mwenyezi Mungu. Una neno gani la kuambia vijana wako Gen Z? Mimi kwanza niseme kama mama wa Kiislamu, kama mtoto au watoto wangu wazuri wa Kiislamu, mwezi wa Ramadhani ni mwezi huu mmoja tu, na unaweza kuwa leo umeuona na kesho usiuone tena. Kwa hiyo tufanye yale ambayo Mwenyezi Mungu ameamrisha, mema tuyafanye na mabaya tuyaache. Usichukue pesa ya boyfriend ukala Ramadhani. Unakuwa hujafunga, bora tu unywe maji mtoto wangu mzuri. Usikubali, ni pesa ambayo si mumeo. Ingekuwa ni mume wako kakuoa kweli, lakini pia msitembee uchi watoto wangu wazuri. Msile ovyo ovyo manjiani, hata ambao hamkufunga. Basi jitahidini, kwa sababu hawa wenzenu ambao wamefunga ni wa kwenu. Kwa hiyo msiwaoneshe vitu vibaya, msitembee nguo wazi. Lakini pia kwa wale ambao wenye ndoa zenu, mwezi mtukufu wa Ramadhani, kama mumeo unamuona nguvu hana za kiume, mwezi wa Ramadhani ni pia kufanya ibada, lakini na ile pia tendo la ndoa ni ibada.
Mume anatakiwa kuenziwa, kutizamwa. Sio mwezi wa Ramadhani unatenga chumba kabisa, unaenda kulala huko, mume analala kule. Lala naye, lakini ukilala naye kama hana nguvu za kiume, nguvu za kiume plus anaruhusiwa kunywa wakati wa magharibi, saa ile ya kufungua kuftari anakunywa, na alfajiri karibu saa ya daku anakunywa. Kwa hiyo kama hana nguvu, utasema kanunua dawa lakini hawezi kuzitumia. Anatumia, mtoto wangu mzuri. Na hasa kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani, wanaume wanatakiwa wapunguze vyakula vya mafuta, wapunguze makorokoro. Hii inaondoa mafuta kwenye mwili wa mwanamume. Kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani inamsafisha, inamweka vizuri. Hata tendo la ndoa ni afya, anaweza akafanya vizuri, yani akishafanya tendo la ndoa, ni tendo la ndoa unajua ni kama umekimbia kilomita saa za kutosha, ili mwanamume uwe mwanamume mkamilifu. Nguvu za kiume plus na kuhusu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wewe ambaye mume wa mtu, sisemei wale wa zina, msitafutie dhambi nzito. Mimi mwenyewe dhambi nilizokuwa nazo nazijua mwenyewe, alafu tena mnibebeshe na zenu, sitaki. Kwa wale watoto wazuri ambao mna waume zenu, nguvu za kiume plus mwezi mtukufu wa Ramadhani, mumeo anakunywa tena, unamsimamia, unampa kijiko, unamnywesha, yani mke wangu ananithamini. Kitoka pale, mtoto wangu mzuri, Idi unapata nzuri tu. Kumbe wanawake wanakimbiaga waume zao mwezi wa Ramadhani, wengine ambao wameolewa kwa ndani ya ndoa. Uvivu wa kulala na mumewe. Anakuwa mvivu, mtoto wangu mzuri. Lishakula, lishashibiana, michapati, mivipopo, mikaimati, mikatlesi, mikababu, limekula kila kitu. Alafu mkimaliza Ramadhani mmenenepa hawa. Mna kilo 250. Jamani, mwezi wa Ramadhani ni mwezi ambao wa kupunguza, wa kufanya afya iwe nzuri, mumewe awe vizuri, wa mwenyewe uko vizuri, unarudi kama mpya na nuru unakuwa nayo. Lakini fungeni, someni Qurani usiku, kithirisheni kufanya istighfari na maibada, kutoa sadaka, kutoa zaka, watizameni watoto yatima. Mimi yangu ni hayo, niwatakie Ramadhan Karim na saumu makbul. Hivi mama, na hawa ambao wapo kwenye mahusiano wanaishi pamoja hawajaoana, mwezi wa Ramadhani vipi? Astaghfirullah alazim, Mwenyezi Mungu anakuoneni. Sasa wanaishi vipi? Mfano Kajala na Harmonize wapo kwenye mahusiano, tujui kama wameoana. Huu mwezi wa Ramadhani inabidi ikoje labda kidini? Kwani Harmonize Muislamu? Harmonize si Rajab. Rajab. Basi watatengana. Watatengana. Yaani hawahitaji kuonana kabisa, au ni vitu gani ambavyo haitaki muonane, hata mueope maili na maili muepukane. Yaani hata simu, hata message msitumiane. Kishawishi. Basi kama mama Kungwi, wafikishie basi kapo hii bibi Kajala na Konde. Mimi sitaki wale sio watoto wadogo, ni wakubwa wa kuambiwa, wakajiambia wenyewe na watakuwa washajiambia sana. Huenda wakapitiwa. Hapo hawapitiwi kwa vitu vya dini. Mtu yeyote, hata mwenda azimu, hata chizi kwenye dini hapitiwi. Kwa hiyo utarajii kumuona Harmonize na Kajala mwezi? Sitarajii kuwaona wakiwa pamoja na wakiendeleza vile visa vyao. Sitarajii. Kama ikitokea hiyo itakuwa imekaje kidini, labda kwa dini ya Harmonize Rajab? Mwenyezi Mungu anajua, mimi sio mjuaji. Zaidi ya Mwenyezi Mungu anajua yeye. Siwezi kuwakadiria wala kuwapimia kwa kweli. Kwa hilo nisije nikakosea bure alafu wakaanza kunichanganya hapa. Mwenyewe nishachanganyika sasa. Mama, mimi nikushukuru sana kwa muda wako. Asante sana mwanangu. Sawa. Mimi naitwa Twitch kutoka BBS Media. Karibu sana. Asante sana. Tumefanya